Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Sangwa TZ. Leo nakuletea simulizi ya dada mmoja ambaye alipata ajali ya ulemavu wa mikono na jicho lake baada ya kushambuliwa na chui usiku wa manane kutokana na kutelekezwa na dereva wa lori. Ni kwa nini alitelekezwa usiku wa manane? Alikuwa anatokea wapi? Maisha yake kwa sasa yapoje? Najua hayo ni baadhi ya maswali unayoyapitia na unayojiuliza kichwani mwako. Lakini kabla hatujaendelea, tafadhali naomba ungana nami kwa kunifollow ili uwe mwanafamilia wa Sangwa TZ. Katika simulizi hii zimetumika picha zinazoonyesha matukio ili kukusaidia wewe mtazamaji kuelewa simulizi hii ambayo huenda ikakupa huzuni moyoni, lakini pia funzo kwa namna moja ama nyingine. Wahenga walisema kabla haujafa haujaumbika. Binti huyu unayemwona alikuwa kati ya warembo, yaani binti mzuri ambaye tunaweza kusema kwamba alikuwa amependelewa. Ni mtoto wa kwanza katika familia ya watoto watano. Anatoa simulizi fupi ya maisha yake. Tafadhali mtazamaji, unaweza kulike video hii ili wafikie wengi, pengine anaweza kupata usaidizi. Kwa majina anaitwa Irene Bidhesami kutoka Machakos. Anasema siku moja akiwa nyumbani alipokea simu kutoka kwa rafiki yake na kumwambia kwamba wazo ambalo walikuwa wamepanga tayari limeshakamilika na kwenda mjini kufanya biashara, na bosi wao tayari ameshatuma nauli. Bali walikubali na kwenda. Kesho yake waliamua kuondoka kwa kuwa walikuwa wameshajiandaa. Tulipofika mjini tulikutana na bosi wetu ambaye ndiye aliyetuambia twende kufanya biashara. Basi tulipofika alitupa biashara ya kuuza viatu, yaani kutembeza viatu asubuhi mpaka jioni. Mimi nilifanya kazi hiyo kwa mwezi mmoja tu nikashindwa. Dada huyu anasema kwamba kazi hiyo ilikuwa ni ngumu kwa sababu alikuwa anaweza kutembea asubuhi mpaka jioni pasipo kuuza. Biashara yake ilikuwa ni ngumu, hivyo alichukua uamuzi wa kurudi nyumbani. Kwa kuwa hakuwa na nauli ya kutosha, alipata wazo la kwenda kulipa hela kidogo kwa magari ya mizigo yanayoenda mkoani kwao. Walinielekeza magari yanapopaki, nikaenda nikawaelezea madereva. Wakaniambia kwamba hamna haja ya kulipa pesa, hivyo watanisaidia, watanipa lift na watanipeleka nyumbani. Kwa jinsi hivyo, kwa sababu sikuwa na nauli, nilifurahi sana. Dada huyu anasema walipoanza safari alifurahi sana, maana alikuwa anajua atakuwa na dereva mmoja, lakini walikuwepo wawili, hivyo aliamini kwamba hawawezi kumzuru. Anasema usiku wa manane dereva walibadilika, wakamwambia kwamba wanataka kufanya mapenzi na yeye. Anasema alikataa. Baada ya kushawishiwa kwa muda na yeye kukataa, madereva waliamua kumshusha kwenye gari na mizigo yake. Hapo ndipo mwanzo wa changamoto yake ilipoanzia. Baada ya gari kuondoka, akiwa anasubiri angalau gari lingine lipite ili apate msaada, hazikupita dakika 5 alivamiwa na chui ambaye alimng'ata mkono na kuanza kumburuza kuelekea porini. Anasema alitumia nguvu zake zote kujizuia fisi asimvute kuelekea porini, huku akipiga kelele ya kuomba msaada. Kwa bahati nzuri ilipita gari ambalo liliona tukio hilo. Watu waliokuwemo walisimama na wakaanza kumsaidia. Wasamaria hao waliposhuka, fisi alimwachia na kukimbia. Ndipo alipompakia kwenye gari na kumpeleka hospitali. Alipofikishwa hospitali, madaktari walichukua uamuzi wa kumuondoa jicho na kumkata mkono kwa sababu vyote vilikuwa vimeharibiwa na chui. Anasema kwa sasa anaishi kwa tabu sana, yaani mpaka anatamani ni bora angewakubalia madereva kuliko kukumbana na shida ambazo anapitia. Mtazamaji, kama unapenda niendelee kusimulia maisha ya dada huyu, naomba ulike video hii, alafu uandike maoni yako, pia uniambie kama unataka niendelee. Asante kwa kutazama, usisahau kunifollow na uwe na siku njema. Bye.